Maisha yana maswaibu mengi sana, na kwenye utafutaji watu wengi hukutana na maswaibu ambayo pengine hayawezi hata kuelezeka. Hii imetufanya Samuel TV kukutana na dereva ambaye alikuwa na ndoto za kulea familia, alikuwa na ndoto za kufika mahala, lakini sasa hivi ajali imemfanya kuwa kitandani. Pengine unatamani kujua nini kilitokea, unatamani kujua hali yake ikoje kwa sasa. Naomba ungane na Samuel TV kuweza kujua. Mimi ni Valens Mbaga. Dereva, habari za wakati huu? Salama tu kiongozi. Uhali gani? Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Pengine kwa majina yako jitambulishe ili Watanzania waweze kukufahamu. Kwa majina naitwa Shauri Salum Mbao na nilikuwa ni dereva malori. Yeah. Na bahati mbaya yeah, siku ya tarehe 13 mwezi wa 11 2022 nilipata ajali nikiwa narudi zangu safari kijiji cha Mengwea, mkoa wa Ruvuma. Na ile ajali jinsi ambavyo ilitokea, hata mimi mwenyewe mpaka sasa japo nipo kitandani inanipa maswali mengi sana ambayo nimekosa majibu. Kwa sababu ile safari nimetoka zangu Songea vizuri, japo ilikuwa ni usiku na nilikuwa na ratiba kwenda kulala Tunduru, na nilifuatana na mtu na hadi tunafika kijiji cha Mchomoro nilikuwa niko vizuri, nashukuru, na nilisimama pale nikakagua gari kabla ya kufika sehemu ambayo inaitwa Kilimasera. Kwa madereva walikuwa wengi nadhani watakuwa wanaifahamu barabara ya Tunduru tusongea kipande hususan iko cha Kilimasera, kwa sababu sio rafiki sana kutokana na mazingira ya barabara yalivyo. Na baada ya kutoka pale nilikuwa niko vizuri, nashukuru. Baada ya kuingia kijiji kinaitwa Mengwea, kilikuwa kina double tuta la kwanza mwanzo wa kijiji na tuta lingine mwisho wa kijiji. Lakini baada ya kumaliza kile kijiji kuna kona mbili. Na kwenye gari muda huo tulikuwa tupo watu watatu, kwa mimi, konda wangu pamoja na abiria ambaye tulimchukua Songea. Na baada ya kufika kile kijiji na kupita, ndipo mtihani ukanikuta, au unaweza kusema ni misili ya usiku wa mauzauza kwenye maisha yangu. Kwa sababu yule abiria alikuwa kalala kabisa usingizi, na konda alikuwa yuko macho, na mimi mwenyewe ndo ambaye nilikuwa naendesha gari nilikuwa niko macho. Lakini baada ya kupita kile kijiji, yule bwana alitoka upande wa kushoto ambapo ndo alikuwa kakaa siti ya konda na kurukia usukani, ili hali alikuwa yupo usingizini. Tokea nyuma sasa akarukia usukani mbele. Hakuwa nyuma ya gari, yule siti ya lokani ya kushoto. Kushoto yani siti ya konda. Okay. Siti ya konda ndo siti ambayo yule kakaa, na konda yangu alikuwa kakaa kitandani. Na nyuma. Konda kwa alikuwa amekaa nyuma, tunaweza kusema nyuma ya siti yangu. Na muda huo mimi nilikuwa naongea na konda yangu kwa sababu naye pia ni dereva, ukiacha nafasi yake kwa muda alikuwa ni konda, lakini alikuwa ni dereva. Kwa hiyo nilikuwa najaribu kumpa maelekezo kwa sababu mimi nilikuwa naenda kuchukua likizo ofisini. Kwa hiyo ghafla, yani ilikuwa ni tukio la ghafla kwa sababu mimi nilikuwa naongea na konda wangu huku na drive, na ghafla ndo yule mtu au abiria ambaye tulimpakia akatoka siti ya kushoto na kurukia usukani. Kwa hiyo kwenye kustaajabu, yani ghafla tu tukajikuta tuko chini, tulianguka pale, na wanakijiji na madereva wengine walijitahidi kutusaidia, na pale waliniokoa majira ya saa 8 naenda saa 9 usiku, kwa sababu nilinasa upande wa sehemu ya paja. Lakini pia baada ya kunitoa pale wakanifikisha hospitali ya Namtumbo, na baada ya kufika hospitali ya Namtumbo ikaonekana nimevunja paja ya mguu wa kulia na pingili za mgongo zimepishana.
Kwa hiyo madaktari wakashauri nilale chali, ni mtu wa kulala, nisifanye movement yoyote. Na baada hapo wakanipa rufaa mpaka Songea mjini. Na baada ya kufika Songea mjini, madaktari walidai wao hawana madaktari bingwa kwa ajili ya watu wenye shida za migongo. Kwa hiyo wakapendekeza nifike hospitali ya taifa ya Muhimbili. Na pale wakajaribu kutafuta usafiri wa ndege, ikawa ni changamoto kwa sababu ndege iliyofika siku hiyo ilikuwa ina siti ya kulala. Kwa hiyo ikabidi tusubirie ambulance, ambapo ambulance ilikuwa imepeleka mgonjwa Dar es Salaam, na baada ya kurudi kanichukua kanifikisha Muhimbili tarehe 16 ya mwezi wa 11. Na baada ya kufika Muhimbili nilipokelewa, nikafanywa vipimo na baadaye nikafanywa upasuaji wa mgongo pamoja na wa mguu. Na baada hapo nikawa naweza walau kukaa, lakini ikawa sasa ni changamoto kutokana na lile jeraha nililopata kuweza tena kufanya movement yote, ikiwemo kusimama na hata kutembea. Kwa hiyo ikawa ni kama naweza kusema nimeparalyze kutoka kiunoni kushuka chini. Kwenye muda ambao umeeleza hapo ni miaka 4 mpaka leo hii. Ndio. Kwenye hali ambayo umepitia toka siku ya kwanza mpaka siku ya kwanza ya ajali ambayo ilitokea, matibabu yote ambayo umepata mpaka leo, pengine hali yako wewe mwenyewe unajisikiaje kwa hali yako, na pengine kuna changamoto yote ambayo unahisi imeongezeka au imepungua kutoka kwenye hali ambayo ulipata kutoka matibabu siku ya kwanza? Kwenye changamoto kusema itakuwa zimeongezeka au kupungua, sijajua nilikaje, lakini hali yangu bado haiko vizuri kwa sababu hata mgongo wenyewe bado unanisumbua. Na maana kama sasa hivi hata kukaa siwezi, yani kukaa kitako siwezi, na mgongo upande wa kushoto umefanya kama umevimba, na miguu inauma, inawaka moto, inachoma choma kwa ndani, lakini kwa nje haiwezi kufanya kitu chochote. Yani hata ukinichoma na kitu sisikii kitu chochote. Kwa hiyo naweza kusema bado nahitaji matibabu, hususani ya kibingwa zaidi, kutokana na hali ambayo nayo kwa sasa, kwa sababu kama nashindwa hata kukaa, sidhani kama nitaweza kufanya kitu chochote kile ambacho kinaweza kikawa ni cha kuweza kuendelea, hususani hata utafutaji wa riziki kwa ajili ya familia, kwa sababu na mke na watoto 2, na kwenye wazazi na mama ambaye yupo ila baba alishafariki. Hususani mama na familia yangu kwa ujumla yote ilikuwa inanitegemea mimi kwa ujumla. Na leo hii niko chini mwaka wa 4, maana yake hata familia nayo inayumba au imeyumba kwa kiasi kikubwa sana. Na kama mama mwenyewe shughuli zake ni kijijini, anajishughulisha na ukataji wa mkaa. Mke wangu ndo yupo ambaye ananiangalia kwa hali na mali. Mama atafute mke kimfikie ili aweze kunipa huduma, mahitaji ya kila siku, watoto shule na vitu vingine vingi tu ambavyo naamini Watanzania au watu ambao kidogo wamewahi kuuguza watakuwa wanaelewa na maanisha nini. Kwenye wakati wote ambao umepata matibabu, pengine mchango ya kupata matibabu ilitoka kwenye upande wa wazazi au kwa ndugu, jamaa na marafiki, au kuna namna ambayo ilikuwa inapatikana kuweza kusaidia kwenye matibabu? Michango kwa kiasi kikubwa ilitoka kwa ndugu, na wakati napata ajali hata mimi mwenyewe kidogo riziki nilikuwa nayo kama akiba, lakini iliisha na ilikata kabisa kwa sababu matumizi yalikuwa makubwa kutokana na muda ule wa changamoto yangu, kwa sababu nilikuwa natumia kwa keshi nikienda hospitali. Japo baadaye nilikuja kuungwa kwenye mfuko wa WCF ambapo kwa sasa wanakava hayo matibabu, na kwa kiasi kikubwa wamenisaidia sana sana, tena zaidi hata ya sana. Nawashukuru sana pia WCF. Japo bado nahitaji matibabu zaidi, hususan ya kwenda nje
kutokana na hii hali ambayo niko nayo, na inaonekana inabidi nipate matibabu ya kibingwa, ambapo matibabu ya awali kwa hapa nchini kwetu nilishapata kupitia hospitali ya taifa ya Muhimbili, na nashukuru madaktari wote, lakini bado nahitaji matibabu hususan ya kibingwa zaidi ili niweze kufanikisha kwenda nje niweze kupata matibabu zaidi. Wapo Watanzania ambao sasa hivi wanakutazama kupitia Samuel TV, wengine wanatamani au wameguswa juu ya jambo lako ambalo unapitia au juu ya hali ambayo umepitia. Wengine neno lako sasa kwa Watanzania ambao wangetamani kufanya chochote juu yako? Mimi ombi langu kwa Watanzania wote ambao wanajaribu kunisikiliza, mimi nahitaji sapoti yao au msaada wao ili niweze kufanikisha hayo matibabu ya kwenda nje. Naamini nikifanikiwa kwenda nje na nikipata matibabu ya kibingwa zaidi, inawezekana nikatengemaa na nikarudi kwenye majukumu yangu ya kawaida kama zamani, na nikaweza kuipambania familia yangu na nikaendelea na majukumu kama watu wengine, na so tu kwa Tanzania, hata kama pia kwa viongozi ambao wataguswa, watu binafsi kupitia changamoto hii. Nahitaji msaada wao wa hali na mali ili niweze kufanikisha hayo matibabu. Hilo ndio ombi langu, na kama viongozi nadhani wa nchi pia wana imani na wanajali wananchi wao, akiwemo mama yetu Samia, Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba, na hata Waziri wa Afya Mohamed Mchengerwa na wengine wote ambao watafanikiwa kuguswa. Mimi nahitaji msaada wao hali na mali ili niweze kufanikisha matibabu hayo. Baada ya kuwa tumeshasikia sasa matibabu ambayo yamefanyika mpaka sasa, pengine ni kiasi gani au kwa makadirio ni kiasi gani ambacho kinahitajika sasa ili kuweza kufanikisha matibabu yako nje ya nchi? Nilifanya mawasiliano na hospitali ya BRK Max, na wao walinipa makadirio ya haraka kwa kuniambia kwamba lazima kutakuwa kuna upasuaji wa lazima kwa ajili ya kujaribu kuweka tena zile diski sawa, ambapo aliniambia pia kuna vipimo inabidi nifanye kabla ya upasuaji. Ukijumlisha vipimo mara upasuaji waliniambia ni kama $10,500, lakini pia waliniambia kama itaonekana athari ni kubwa zaidi, aidha imepelekea mshipa wa fahamu kukatika, matibabu anaweza kagharimu zaidi ya $25,000 hadi $26,000. Kwa hiyo sijajua kwa haraka kwa makadirio itakuwa ni kama kiasi gani cha fedha ya nchi yetu, lakini operation ya kwanza itagharimu dola kama $11,500 na operation ya pili ni dola $25,000 hadi $26,000.